muda huu tunazungumza na mgeni hapa studio. Tukakwambia pia Tanzania imewakilishwa vyema na wanafunzi walioshiriki na kuiwakilisha katika mashindano ya hisabati ya Afrika PAMO na mashindano ya dunia ya hisabati IMO kwa mwaka huu yaliyofanyika Ivory Coast, ambapo katika mashindano ya Afrika Tanzania imejishindia medali 9 na kupanda kutoka nafasi ya 10 hadi nafasi ya 5 kati ya nchi 26 zilizoshiriki, na haya yanatajwa kuwa matokeo bora zaidi kwa nchi kuwahi kuyapata katika mashindano hayo. Katika mashindano ya dunia ya hisabati yaliyofanyika Shanghai, China, mwanafunzi Lightness Ngiliule aliibuka msichana bora kutoka Afrika. Wanafunzi wengine waliowakilisha Tanzania ni Angel Zaluango, Sweetbart Nene Nyandau, Leonardi, Joyce Sudumo na Alkam Salim, ambao kwa pamoja waliwakilisha Tanzania miongoni mwa nchi 118 zilizoshiriki. Tukasema jamani, somo la hisabati tunajua lilivyo, ila kwa sasa hivi tunafanya vizuri. Hata wasichana pia wamo wanaofanya vizuri. Tumemwalika studio Dr. Saidi Sima, mwenyekiti wa chama cha hisabati Tanzania CHAHITA, na ni mhadhiri wa idara ya hisabati chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hapa tunaangalia ushindi wa Tanzania katika somo la hisabati. Karibu sana. Asante sana. Naweza nikasema hisabati oye. Kwa kweli hisabati oye. Safi sana. Naam, mengi tutasikia kutoka kwako na msikilizaji atafahamu ni somo ambalo lilikuwa yani tunaliogopa kiukweli kabisa. Ya ukipata alama hata 50 na kuendelea unasema nashukuru Mungu. Yani unaona wewe una akili vizuri sana, na wasichana wengi walikuwa wanaona kama vile ni somo la wanaume. Tuanzie hapa kwanza, kwa sasa hivi somo hili la hisabati, nyie wenyewe wataalamu mnaonaje kwa mienendo, alafu sasa tutarudi kwenye haya mashindano na umuhimu wake. Karibu. Asante sana. Kwanza nashukuru kwa kupata fursa hii kuweza kuliongelea somo letu la hisabati, na ndio tunasema kwamba ndio tunazidi kuchanja mbuga, kwa maana kwamba kwenda mbele zaidi. Kama ambavyo umezungumza historia yake kidogo, inakuwa inaonekana kama ni somo la watu wachache na pengine wavulana zaidi na mazingira kama hayo, lakini kimsingi ni somo ambalo linahitajika sana, kwa sababu somo la hisabati ndio maana linatakiwa lisomwe kila mwanafunzi, kwa sababu huwa tunasisitiza au kukumbusha kwamba kazi ya somo la hisabati ni kuinoa akili. Kazi ya somo la hisabati kuinoa akili, na ndio maana mara nyingi vipindi vya hisabati za msingi, sekondari, mara nyingi vinaanza asubuhi. Kwa sababu tu walimu, lakini vinaanza asubuhi katika kuchangamsha. Kwani wakati mwingine nasema chemsha bongo, ni namna kwamba akili inaweza kufanya nini. Na ndio maana katika ukuaji wa watoto anapoanza kusoma, kuhesabu, baadaye anazijumlisha, anagawanya, yani anaenda hivyo hivyo, ni katika kuiandaa akili kuwa na uwezo fulani wa kufikiri, kufanya jambo katika uweledi ambao useme katika umahiri mkubwa zaidi. Kwa hiyo hasa somo la hisabati linaandaa mazingira ya hiyo kwa watoto wetu, na ndio kimsingi, ndio maana tunasema kwamba katika hisabati ni vyema watoto kila mara awe anakumbushwa, ili aweze kuwa anajenga mahusiano na mazingira yake ya maisha na vitu kama hivyo. Siri ni nini kwa ushindi wa Tanzania katika somo la hisabati? Kwanza tunashukuru kwamba tulianza tuseme tukianza ushindi katika mashindano ya Afrika. Niseme tu kweli kwamba tulianza mashindano haya rasmi zaidi mwaka 2023. Tulipata kwenda kushiriki mashindano haya, yalifanyika Kigali, Rwanda. Tulipoenda huko kwa kweli hali haikuwa njema. Tulikuwa mara ya kwanza. Tukapata maksi za nchi kama maksi 10 tu katika wanafunzi wetu 6 walioenda. Kwa hiyo bahati nzuri kuna vikao vya kutathmini na kushauriana. Ndio wakasema haya mashindano yalivyo lazima ufanye maandalizi, na maandalizi ni kufanya mafunzo ya kutosha kwa wanafunzi kwenye aina hizi za tunaita nini, mtaala hiyo ilivyo. Kwa hiyo ili muweze kufanikiwa, mtatoka tu muwe na utayari. Wakati huo Kenya wamepata magoldi na nini, yani tukawa tunashangaa. Basi baadaye tuliporudi ndio wanasema sasa kila hatua ni sehemu ya kujifunza na kuona kwamba mnabadilikaje. Tulianza mwaka uliofuata kulikuwa na mafunzo ya mtandaoni, wakawa wanatoa watu wa Rwanda ambao walituhamasisha sana. Basi tukaanza mafunzo ya kwenye mtandao, na bahati nzuri ilikuwa inafanyika kila Jumamosi na Jumapili asubuhi hivi kuanzia saa 3 mpaka saa 6 saa 7. Na ikawa na wakaambia wanafunzi wachagua uwasimamia, sio wako mtandaoni, sio wewe wako nyumbani wewe hujui, hapana. Walete hapo kwenye ofisi yenye kompyuta, mnafanya wote, unawasimamia. Na kwa hiyo tukafanya. Baada ya kufanya mwaka 2024 tukatoka na wao vijana tukaenda kufanya mashindano ya Afrika Kusini. Ilikuwa Johannesburg.
Katika kufanya mashindano sasa ndo katika vijana tukapata medali 4. Ilikuwa za shaba, bronze unaita hizo. Kwa maana nafasi ya 3. Na ndio ilikuwa ya kwanza, na sisi ukumbuke tulipoenda Rwanda hatukutajwa hata kutajwa kama mliambulia patuke na mkupata kitu. Na max zatoka 10 tukaingia 37. Tukapata ilikuwa nafasi ya 15 kitu kama hicho. Basi kwenye ufaulu wa nchi tukapata nafasi 15. Lakini ndio tukapata medali za mwanzo. Kwa kweli tulichangamka. Tukasema kumbe inawezekana. Naam. Tukaenda. Mwaka unaofuata 2025, mwaka jana ilikuwa mashindano yakafanyikia Botswana katika mji wa Gaborone. Tukaenda na vijana wangu tena tukapata max zikaongezeka kutoka 37 zikawa 47. Lakini tukaishia tena kwenye bronze hizo 4. Lakini pia kwenye mashindano ya ile nchi zilikuwa zaidi ya 24 23 sikumbuki vizuri, lakini ninachosema ni kwamba tukafika nafasi ya 10. Tukasogea. Kwa hiyo mwaka 2000 tukaendelea mafunzo sasa. Baada hapo tulifanya mafunzo online, lakini sasa baadaye tukapata mafunzo ya moja kwa moja, kwa maana kwamba tukafanya kambi ya siku 5. Mwaka huu tuseme mwezi wa 4 tulikuwa na kambi ambayo ilifanyika Morogoro. Tukafanya wanafunzi kama wengi zaidi. Tuliongeza wanafunzi wengi zaidi wakafanya mafunzo, tukawachagua ambao wanaenda kushindana kwa mashindano ya kitaifa. Kwa hiyo ukiangalia sasa baada ya mafunzo hayo na wanafunzi kwanza wenyewe wakapata hamasa. Na tulipofanya mafunzo na wenyewe tukifanya ya kambi, lakini na wenyewe wanafanya ya online. Kwa maana kwamba wanaingia kwenye mitandao, kwenye YouTube na nini, wanapata zile namna, kwa sababu maswali tayari umeshajijengea uwezo mzuri sana. Basi mwaka huu tulipokuwa Ivory Coast, kwa kweli tulienda kwenye tarehe 28 mwezi wa 6, tukarudi kwenye tarehe 4 mwezi wa 7 hapa. Jinsi ilivyoenda hata sisi hatukutarajia. Kwanza nakumbuka tulikuwa tukifuatilia, tukaona kama hali kama sio nzuri, si nani, lakini na kuja kutangaza matokeo, vijana wetu ndo wamefanya vizuri. Kwanza nikashangaa wote wa 6 wakawa wamepata medali. Sasa medali ziko magrupu mawili. Kuna grupu la ujumla wake kwa maana wanafunzi wote, lakini kuna medali kwa upande wa wasichana tu, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba wasichana nao wanakuwa mbele, wanaona kwamba nafasi yao inaendaje. Basi kwa hiyo kutangaza wote wa 6 wakapata medali. Tukapata medali, of course tulipata silver 3 na hizi za bronze 3 kwenye shaba. Hii shaba hiyo. Kwa hiyo tukapata fedha 3 na shaba 3. Sasa kwenye la wanawake ambao sitarajia tena, maana yake tulikuwa tunaangalia zile max zinavyoenda na wanavyopanga. Nikaona kama tuko mbali mno. Tukajiuliza Hasa nikashangaa ile dakika mwisho nikaja kutangaza max kuja kufikiwa, na si tayari na wanafunzi wa dhahabu. Kwa hiyo kwa wasichana kupata wanafunzi wa dhahabu. Na actually tulipanga kwamba watakaopata dhahabu ni 4 tu. Kwa hiyo nikaona kama hatupo kabisa kwenye ramani. Lakini kumbe hizo juhudi zishajionyesha kwamba, nikashangaa akaingia kwenye ramani ya kupata dhahabu. Kwa hiyo kwenye kundi la wasichana sasa ndio kapata msichana wetu wa kwanza akawa amepata dhahabu kwenye upande wa wasichana. Na mimi natamani kufahamu hizo mbinu ambazo mlikuwa mnazifundisha. Unasema tukua kuna mafunzo. Ni mafunzo gani hasa ambayo mlikuwa mnawapa kiasi kwamba imekuwa na mafanikio mwaka baada ya mwaka? Nikitaja mtaala au useme, unajua kuna mada ambazo zinahusika, zile zinaitwa mahiri ambazo zinafundishwa. Ziko mahiri kuu kama 4. Ya kwanza mambo ya algebra, kuna kitu inaitwa number theory, alafu kuna combinatorics na mambo ya geometry, haya maumbo. Sasa kuna maswali yake, na maswali yake huwa yanatakiwa mtu atunge swali lenye kuleta mantiki, lenye maana, alitunga mwenyewe, lisiwe swali labda lilitokuwa mahala fulani. Sasa namna ya kutafsiri ndio hasa unaanza kufikiria kwamba kwenye hili swali liliposema hapa ina maana gani, tafsiri yake ni nini, mchoro wake na waendaje. Kwa kama kwenye geometry mchoro wake uweje, sawa, umechora, tafsiri yake inasemaje? Maana utachora circle, utachora triangle pale, baadaye unaambia sasa intersection zake ziko wapi na distance yake kwa nini urefu na huu. Ni mazingira ambayo sasa lazima ayajaribu kuyangamua kwamba wewe useme ayafanyie kazi. Kwa mafunzo haya sasa kwenye hizo mada 4 ambazo zinafanywa mitihani ya aina hiyo, ndio hiyo ambayo tunawapa wanafunzi wanafanya. Lakini kuna vijana, na niseme tu kwamba tuna makocha, wanaitwa wakocha sasa wa kihisabati. Kwa kweli wapo vijana ambao ni mahiri. Mmoja wapo tuko naye pale chuo kikuu cha Dar es Salaam, yeye alifanya ya dunia mpaka akapata inaitwa honorable mention.
ndio wana uwezo mkubwa zaidi na wenyewe wanafanywa mafunzo kama makocha wa kimataifa kwenye mtandao huu. Na sasa juzi hapa wameshaandika kwamba watakuwa waanze tena. Sasa utakuta kwamba katika mazingira ya aina hiyo inahitajika kama utayari wa wanafunzi na kufuatilia kila hatua. Na ndio maana kwenye maandalizi yote yale, jambo lote ulifanikishe, lazima kweli uonyeshe seriousness kwamba sasa hapa ni jambo ambalo litakuwa lifanyike na tuweze kufikia lengo. Na wakati mwingine nilikuwa najaribu kuangalia, unaweza kusema pengine tunadili na wanafunzi, lakini kimsingi tunadili na wanafunzi wengi. Kwa mfano mashindano ya kitaifa tukianza, wale wanafunzi wanakuwa na moyo sana, baadaye wanakwenda kuwafundisha hadi wenzao kwenye wakiwa shuleni, kwa kirudi mashuleni, wakifanya ile mitihani sema hii mitihani imebana ni mizito sana, lakini ili mradi mimi nimeufanya, hata kama nimepata maksi chache, nimethubutu. Mimi ni shujaa wa hisabati, ngoja niwasaidie wenzangu. Paka kuna mwalimu mmoja alisaidiwa na wanafunzi, akasema wanafunzi wangu wananisaidia kufundisha wenzao na nini, paka wakaenda vizuri. Kwa hiyo utakuta kwamba mashindano siku zote yanaamsha ari, yanachangamsha na yanaleta vitu fulani. Unajua, ndio maana tunasema hata matumizi ya mitandao na vitu gani, tusipokaa sawa sawa kutafuta mazingira ambayo yanasaidia vijana kuamka na kuona namna gani, kwa kweli ina nafasi kubwa sana kuona kwamba tuwatengenezee vijana mazingira ambayo mwisho wa siku inakuwa fursa kwao kubwa tu, hata sababu kama ambavyo umeona tumeenda tukutarajia. Na hii inatupa thamani kubwa kama elimu ya Tanzania, yani hatujai kwamba vijana wetu wanaenda kufundishika. Nama ni nini sawa. Na tunaona kwamba hisabati ni maisha. Vijana hawa wametutoa kimasomaso Tanzania katika hili somo. Turudi sasa kwa hapa nchini, hili somo katika shule za sekondari, msingi, vyuoni, huko mambo yanavyokuwa. Kwa yule ambaye anatusikiliza alafu pia ni mwanafunzi na somo hili kwake, hata mwalimu akiingia anasema kashaingia mwalimu hisabati, silipendi hili somo. Kuna mbinu za kutumia mpaka alipende. Wakati mwingine tunasema walimu wenyewe pia hawana mbinu za kufundisha hili somo, ndio maana wanafunzi wanalichukia. Wanasema mwalimu anaingia na bakora tayari, wanafunzi anasema tunakuja kuchapwa. Ama zile mbinu za kutumia hili somo lipendwe. Kwa hapa, kwa kuangalia sasa, hili somo lisiwe tu kwa wachache na kuiwakilisha, liwe somo pendwa kwa shule zote. Hata mwalimu akiingia wanafunzi wanalifurahia kwa zile mbinu zao ambazo wanafundisha. Tuanze kwa mwanafunzi. Kuna vitu gani ambavyo anatakiwa kuvifanya? Ama kuna kitu gani anatakiwa kukiweka akilini mwake ili somo kwake liwe jepesi na awe analipenda kama wanafunzi wengine? Asante sana. Ni kushukuru kwanza kwa swali zuri ambalo linataka tusaidiane katika namna gani vijana wetu na wanafunzi wetu waweze kusonga mbele kwenye hisabati. Ndio. Kwa kweli ulichokieleza ni ukweli, na ndio tumetokea huko. Kuna changamoto hizo za wanafunzi kutolipenda somo kutokana na mwalimu anaingiaje. Ni ukweli usiopingika kabisa. Hata mimi wakati tunafuatilia kwenye mashule, unakuta mwalimu anaingia na viboko vingi sana. Sasa ile tayari inaleta tension mbaya. Yaani ukikuona tu hivi saikolojia tu unasema hivi boko atachapwa nani? Takikosa leo. Mazingira ya aina hiyo ndio yanayokuja kusababisha mwanafunzi asiwe na utayari. Siku zote ndio bado tunasisitiza sasa tufundishe kwa urafiki. Na ndio maana tunasema kwamba somo la hisabati, ambapo tunasema kwamba hisabati ni maisha, ni nyenzo hasa ya maisha na maeneo mengi hisabati ndio inayotumika. Lazima utengeneze hayo mazingira ya urafiki. Nje ya hapo mwanafunzi tayari akikuona tu anaona hivyo. Kwa hiyo moja, kwanza kuwa na utayari. Utayari jamani ni muhimu, kwamba kwa nini nisome hisabati? Na ndio tunasema kwamba uwe na utayari huo, kwa sababu ukiangalia maisha yetu yote ni ya kihisabati tu. Kuanzia muda tunaambiwa tufike muda fulani, tuende hapa, tuwe kadhaa tu, hii gharama yake kutoka na wingi huu anatakiwa iwe hivi. Yaani siku zote maisha yako hivyo, hadi kupika nyumbani pale, leo mko wangapi, tapikaje kiasi gani, yale mahesabu yanafanyika. Ili sasa hata kwenye mabudget hizo usije karibu budget usema sasa nimepika kumbe hampo. Sasa hukujua kama tumeaga hata kwa ndio bado tuko wachache. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio maisha na ndio hisabati yenyewe. Sasa utayari wa vijana ndio kwamba waone kwamba wana nafasi yao kubwa. Na pia bahati nzuri siku hizi kuna mambo mengi ambayo tunajaribu kuelezana. Vijana wengi wanasaidiana wenyewe kwa wenyewe. Kuna shule nyingi sasa hivi naona zinaenda vizuri za Mathematics Club. Mathematics Club wanatengeneza zaidi wanafunzi wenyewe kwa wenyewe, wanasaidiana katika mazingira ya eneo. Kwa hiyo wakiwa na mazingira ya aina hiyo, na inakuwa rahisi, na pia wakati mwingine kama unavyosema bado narudi kwa wanafunzi peke yao. Ndio maana dhana ya wanafunzi kwamba aelekezwe. Akikosea jamani, ndio wanafunzi wenyewe. Sasa usitake tu kupotea. Hapana. Tumia lugha nzuri tu, mwelekeze. Sasa sikiliza bwana, ulipofika hapa ulienda vizuri. Hapa sasa ulitakiwa utoke hapa uje hapa. Hii logic yake inahitaji hiki na hiki. Katika mazingira ya urafiki na friend. Sababu nje ya hapo, ukiwa na lugha ambazo ni ngumu, mwanafunzi muda wote akili inampa kwamba nitachapa. Hata akitoka chumbani anapiga mahesabu tu, jana nilichapa na leo nikifika. Nitakupa mfano. Kuna mwanafunzi mmoja tena kabisa nilikutana naye,
Akasema mimi naomba niache shule. Somo lishakuwa gumu kwake. Yeye akasema sasa nikifika mwalimu wa physics anakuja anachapa, wa chemistry anachapa, mathematics. Sasa mimi kazi yangu kuchapwa tu. Sasa yani mimi naomba hili limenishinda. Mazingira yanakuwa magumu. Na actually baadaye nilifanikiwa kumrudisha shule, nikamwambia walimu, jamani, hebu acheni kuchapa. Kwa sababu ukishatengeneza hiyo kacha, yani mtu anatafikiria sasa kama sielewi, simniache tu sasa mimi nitafanya. Sasa nianze kuishi kwa viboko ili iweje? Kwa hiyo mazingira yana hayo, ndio bwana nasema kwamba vitisho viachwe, watu wafanye kwa urafiki, na mbinu ziko nyingi, tushirikiane wengi tu, ikiwemo wazazi, ikiwemo walimu wenyewe, ikiwemo namna kwanza wenyewe kwa wenyewe. Nakumbuka nitakupa mfano, kuna shule moja ambayo ilikuwa haifaulishi vizuri, tukaenda kufundisha sisi kama walimu wa vyuo vikuu kwenye chama cha hisabati, na tukachanganyika walimu wa vyuo vikuu wa sekondari, lakini tukaenda kama sasa tukawa tunafundisha katika mazingira ambayo rafiki sana. Wanafunzi wenyewe wakawa na moyo sana, wakaanza kusema bwana, wewe unatengeneza zana bado nimekushinda mwalimu, ngoja nikusaidie kutengeneza. Akatengeneza zana nzuri, yani anakuambia vipi, bwana mimi naona sasa ushirikiano huu ndio unaona kwamba mafunzo yakawa na mazuri na yanaweza kusaidia. Yani ni hivi uamini kwamba wanafunzi wanaweza na hii inaandaliwa. Ndio mimi ndio bwana nasema kwamba dhana ya wanafunzi anajifunza hajui, mwelekeze taratibu. Na pia wana viwango tofauti, kuna mmoja haraka, mwingine wakati, mwingine nenda na yani na wakati ukiwacha waachie mazingira ambayo yanakuwa na urafiki, wenyewe wanasaidiana wenyewe kwa wenyewe. Okay. Sawa, na hii namba ambayo kwa sasa hivi tunaona kwa hawa wanafunzi ambao wamefanya vizuri na tunajivunia kwa kuwa nao, ila bado naona ni mikakati mingine zaidi inahitajika. Kwa hivyo mnajipanga vipi kwa mashindano yanayofuata kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaongezeka zaidi, wanarudi na ushindi wa kutosha? Nashukuru sana. Bahati nzuri mwaka jana, wakati mwake mitihani yetu huwa inaanza ya kitaifa. Baada ya kitaifa ndio inakuja labda tunaweza kwenda kwenye raundi ya pili labda sema, lakini wengi watu tunafanya mtihani mkubwa mmoja wa tarehe 8 mwezi wa 8 kama ulivyosema, matokeo yako mengi tarehe 8 mwezi wa 8. Na sisi pia huwa tutafanya mtihani huu ambao utafanyika hii Jumamosi ijayo hapa. Tunakuwa na uwanja mpana sana wa kushirikisha shule nyingi na pia mikoa mingi. Kwa mfano mwaka jana tulipofanya mtihani tulishiriki mikoa kama 17. Tofauti na nyuma tulikuwa tunaanza kushiriki mikoa 5 4. Sasa tumeimarisha sana na tumekuwa tukisukumana sana, tukishirikiana sana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, pia Wizara ya Ofisi ya Rais TAMISEMI, ambao wenyewe ndio wanatupa kibali. Mnaruhusiwa kufanya, tunapeleka mashuleni, kwa sababu huwa kuna fee kwa ajili ya kuendesha gharama, sababu tunaandaa mitihani, tunaenda kufanya kama wanavyofanya baadhi ya mitihani, na sisi tunaenda kuendesha, lakini huwa tunachagua, yani tunaambia kwamba wale ambao wana uwezo mzuri zaidi, ni kwa sababu hii ni ya mashindano, na ndani lazima ya mashindano yanahitaji kidogo yani mtu ambaye amechangamka. Lakini ndio maana sema uzuri wake ni kwamba kumbe baadaye wenyewe pia wakirudi wanasema sasa sisi ni mabalozi wa hisabati, tutakuwa tukisaidia kufundisha hisabati. Kwa mkakati wetu ni kwamba tumetoa taarifa, tunawasambaza kwenye makundi yetu ya hisabati, lakini pia tumeshakuwa na kibali ambacho tutafanya, na tunawasiliana tuhakikisha kwamba at least kila shule anaweza kutoa wanafunzi 2 3 wanashiriki. Kwa hiyo kila mkoa tumeweka vituo ambavyo vinakuwa kwenye hizo barua ambazo tumewapatia. Vituo vipo na zaidi, ambayo pengine ningeomba tu kwamba wazazi na wengine na walimu hadi shule, wanafunzi hawezi kusikana 3 4 5 kila shule inaweza kushiriki. Sababu nitakupa mfano, kuna shule moja hapa Dar es Salaam, sio iko Tandale hapo, Manzese Sekondari. Hiyo shule walianza mwalimu wao kuwahimiza, na tukana of course na mimi wakati tunasaidiana kulipia kidogo kidogo, wakaanza kushiriki. Sio wengi wanashiriki, wengine 5, wengine walianza 5, zaidi 9 10 wanafika. Lakini wale wanafunzi, nitakupa mfano, wanafunzi wa mwaka jana wale wakasema bwana, sisi tumependa hisabati. Ile maswali yalikuwa magumu, lakini sisi tumeweza. Wanafaulu wachache kwenye ule ufaulu. Wakasema sisi ni wabalozi, kama tulifanya hizi hisabati ngumu, sisi wana hisabati. Wezi amini wale kumaliza form 4 mwaka jana, wale wanafunzi walifaulu hisabati mpaka ikatangazwa kabisa shule katika A nyingi kwa somo lilikuwa somo la kwanza lilikuwa la hisabati. Na mimi nikashangaza, iko somo la hisabati. Sasa angalia shule ambayo ni Manzese Sekondari hapo Tandale, wanafunzi wakapenda wenyewe, na walisema ndio walianzisha hicho kitu, na mwalimu wao alikuwa wanasitiza mjaribu kufunza na wasaidia wenzao. A za kwanza, yani somo la A nyingi la form 4 ikawa ni hisabati. Na mimi nikaishangaa, ndio nikamwambia jamani, kuna wajua karibu 3 tujui kwamba kumbe hawa watoto wakifanya hivi kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba ni namna pia ya kuwasaidia hawa vijana kwamba uwapa nafasi. Sasa ukiangalia mazingira kama haya, hebu nieleze shule kama hiyo ambayo wanafunzi wanaonyesha kwamba wamekuwa na uwezo huo mpaka wanawafundisha wenzao, na wakasema katika kumbukumbu shule mazee 2007 alikuwa hajawahi kupata division 1 ya digit 1. Mwaka jana yeye usema matokeo waliofanya mitihani mwaka jana ndio akasema akapata division 1 ya digit 1 katika hao wanafunzi ambao walifanya sana hisabati.
Sasa utaona kwamba ni hamasa, ni sehemu pia. Ndio maana huwa anasema kwamba shule zote zishiriki, ni sehemu ya kuona kwamba siku zote unapompa kuna namna upenyo unamfungua njia, anaona kuliko kumwachia tu bana anyi wa mwezi. Na ndio maana tunasema kwamba ukimwambia hawezi ndio kweli hatokaa hawezi. Kwa hiyo ni mambo ambayo kwa tunajaribu kuona kwamba tushirikiane kuongeza uwigo huu, wakishiriki wengi katika ushindani, sababu sio tu kwamba mwisho, lakini ndio maana sasa tunakuwa tunaunda timu nzuri. Sawa. Kuna maoni kidogo Shabani kwa dakika moja, alafu pia tuzungumzane kwa dakika moja. Anapongeza wanafunzi walioshinda mtihani wa somo la hisabati huko China. Maoni yake, walimu na wizara wahamasisha wanafunzi kupenda somo hilo la masomo ya sayansi. Mtei wa Nyandekwa Igunga, asante. Na huyu mwingine kwa upande wake anasema kwamba pia anatufuatilia vizuri. Haya, asante sana. Kwa dakika moja Shabani, nikataka kufahamu hao ambao wanapata hizi medali kuanzia mwaka 2025 ndio tunaweza kupata medali 24, 25 na 26. Muendelezo wake unakuaje? Kwa sababu ni wanafunzi labda wakishamaliza huwa tunakuwa na changamoto hapo ya kuendeleza hao ambao wanaonekana wanafanya vizuri. Chama cha hisabati mna mpango gani? Sisi kama chama hatujawa na mpango wa moja kwa moja, lakini bahati nzuri tu kwamba tunawasiliana na wizara. Kwa mfano kama hao ambao wameshinda, niseme tu kwamba tunawasiliana na wizara waliowapongeza, na kuna ratiba ambao wataenda kupewa pongezi zao na kushukuriwa kwa jinsi ilivyofanya, sababu tunawasiliana na wizara, na ndio maana hata tukienda kwenye mashindano tunatoa taarifa kila kitu kwenye wizara vizuri tu. Bahati nzuri vijana mimi tunafuatilia kama chama, na wengi wanapata hizi Samia scholarship. Wanasoma, na ndio maana sisi huwa tunawafuatilia sana. Kuna mmoja yuko anasoma Afrika Kusini na mwingine wanasoma hapa nchini wako chuo cha Dar es Salaam hapa, wanapata hizo scholarship, na yani wanafanya vizuri, na ndio wengi mfano kama hawa ambao walipata hizi nini medali zile za Afrika Kusini na Botswana, tunawatumia kama makocha, wamewatrain wenzao. Kwa hiyo tunakuwa na ukaribu ambao kwa kweli unatusaidia sana katika mazingira ya hiyo, ili sasa na wenyewe kwamba ni sehemu. Unajua jambo lote linavyokwenda kama unavyoona sasa, tunaliandaa tuleta kwamba tuwe na succession plan ambayo ni nzuri. Moja wapo ni kwamba tunawakabidhi wao majukumu. Bahati nzuri hao ambao walishaingia kwenye mashindano haya ya Afrika na nini, baadaye ndio tunawapa wanaendeleza hiyo kazi wenyewe wengine. Na tunatengeneza group lao, na sasa hivi wako kwenye mafunzo mafunzo ya online ya ukocha wa mambo haya. Tunakushukuru sana, karibu tena katika studio zetu. Nami tunakamilisha kwa kusema hisabati ni maisha. Karibu sana. Tuendeleze hisabati. Naam, asante sana. Ni Dr. Saidi Sima, mwenyekiti chama cha hisabati Tanzania CHAHITA, na ni mhadhiri wa idara ya hisabati chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tumezungumzia hapa ushindi wa Tanzania katika somo la hisabati.